Mtazamaji na msikilizaji, leo tutakwenda kuangalia zile siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini amefanya? Kipi kilichopiga hatua? Mimi naitwa Clarence Aldo, Facebook pamoja na Instagram. Usisahau kwenda kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Hii ni Clarence Aldo Online. Mtazamaji na msikilizaji, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametimiza siku 100 tangu alipoapishwa kuongoza nchi katika awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6. Rais Dr. Samia alipata ushindi wa 97.66% katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka jana. Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka jana, Rais Dr. Samia alitoa ahadi ya kutekeleza mambo mbalimbali ndani ya siku 100. Miongoni mwa ahadi hizo ni kuanzisha mpango wa bima ya afya kwa wote, kuajiri watumishi wa afya 5,000 na kupiga marufuku hospitali zote kuzuia miili ya marehemu kuchukuliwa na ndugu zao. Katika sekta ya elimu, aliahidi kuanzisha mkakati wa kisayansi kuhakikisha wanafunzi wa darasa la 3 wanajua kusoma, kuandika na kuhesabu pamoja na kuajiri walimu 7,000. Rais Samia aliahidi kutoa bilioni 200 kuwezesha mitaji ya kurasimisha sekta zisizo rasmi, hususani kwa vijana na wanawake. Ahadi zote amezitekeleza. Baada ya kuapishwa Novemba 3 mwaka jana, Rais Samia alianza utekelezaji wa ahadi zake kupitia sekta mbalimbali. Mtazamaji na msikilizaji, mawaziri wa kisekta walitangaza mafanikio mengi yaliyopatikana katika wizara zao ndani ya siku 100 zilizohitimishwa hivi karibuni. Wakizungumzia utekelezaji wa ahadi za siku 100 za Rais Samia, baadhi ya wadau nchini wakiwemo wanasiasa wakongwe walisema mafanikio makubwa yamepatikana ndani ya siku 100 za Rais Samia. Rais Samia ametekeleza ahadi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Rais Samia amefanya mageuzi katika sekta ya afya kwa kufanikisha bima ya afya kwa wote, huduma ya maji na kuimarisha sekta ya elimu. Rais Samia ametekeleza kwa vitendo ahadi zake. Ameboresha sekta ya afya, elimu, ujenzi wa madaraja, ameajiri walimu. Rais Samia amezifanyia kazi changamoto zilizowagusa wananchi alipokuwa akifanya kampeni. Msikilizaji na mtazamaji, Rais Samia ndani ya kipindi cha siku zake 100 ameleta matokeo makubwa yaliyogusa moja kwa moja maisha ya wananchi. Rais Samia pale alipowataka mawaziri wakuu wa taasisi nchini kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Rais Samia ndani ya siku zake 100 tumeona matokeo makubwa zaidi kila wizara. Kila wizara imeonyesha mafanikio kwa kiwango kikubwa. Msikilizaji na mtazamaji, Rais Samia ndani ya siku zake 100 katika sekta ya afya amepata mafanikio makubwa ndani ya siku hizo. Ameweza kuajiri wataalamu wa afya. Hii ni hatua kubwa kwa sababu awali sekta hii ilikuwa na changamoto ya uhaba wa wafanyakazi. Katika sekta ya miundombinu pia imepata maendeleo makubwa, ambapo ujenzi wa soko kuu la Kariakoo ilikuwa ni kipaumbele cha Rais Samia. Rais Samia ndani ya siku zake 100. Juhudi zote hizo hazina ukomo katika sekta ya uchumi pekee, zimegusa maeneo mengine muhimu ikiwemo sekta ya utalii. Sekta ya utalii imeendelea kufanikishwa na jitihada zake, hatua inayochangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Uimara wa sarafu yetu unazidi kuimarika chini ya uongozi wake. Rais Samia ndani ya siku zake 100 ametekeleza kwa bidii na jitihada zake kubwa za kuleta maendeleo ya kweli zinaonekana. Hii ni ishara tosha kwamba taifa linaendelea kusonga mbele chini ya uongozi wake. Msikilizaji na mtazamaji, Rais Samia
Rais Samia katika sekta ya afya na elimu ambazo amezipa kipaumbele, walimu takriban 7,000 na madaktari 5,000 wameajiriwa, na hili ni jambo la kupongeza. Inaonyesha dhihirisho la ahadi alizotoa rais zimetimia. Hii ni hatua muhimu ya kuhakikisha maendeleo yanayotarajiwa katika sekta hizi muhimu na kuleta tija kwa taifa. Ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametengeneza ajira nyingi kwa vijana ndani ya sekta hiyo. Siku 100 ni chache, lakini kwa uhodari na ushupavu alionao Rais Samia umeleta tabasamu kubwa kwa vijana. Tumeona ndani ya siku 100 vituo vya afya vingi vimefunguliwa na vingine vinaendelea kufunguliwa. Ndani ya siku 100 tuna kila sababu ya kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea bima ya afya kwa wote. Hii imekuwa faraja kwa wananchi. Msikilizaji na mtazamaji, Rais Samia, utekelezaji wake. Bima ya afya kwa wote imeanza kutekelezwa Januari 26 mwaka 2026. Katika awamu ya kwanza, wananchi takribani 1,452,602 sawa na kaya 276,004 zisizo na uwezo watasajiliwa na kugharamiwa na serikali. Katika kundi hilo wamo wazee 229 na watoto 267 ambao wanahudumiwa katika vituo maalum chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Jumla ya wananchi takribani 3,695,465 sawa na kaya 931,693 wametambuliwa kutokuwa na uwezo, wakiwemo wajawazito na watu wenye ulemavu. Disemba mwaka jana, Mamlaka ya Mapato Tanzania yani TRA ilivuka lengo la ukusanyaji kwa kukusanya shilingi trilioni 4.130, wakati lengo lililowekwa kwa mwezi huo lilikuwa kukusanya shilingi trilioni 4.14. Mtazamaji na msikilizaji, karibu tuangalie upande wa mikopo. Katika kipindi cha siku 100, serikali kupitia shirika la maendeleo ya viwanda vidogo imetoa mikopo ya shilingi milioni 821 kwa wajasiriamali wadogo na katika mikoa 19 nchini. Mikopo hiyo imezalisha ajira 546 za moja kwa moja na ajira 436 za vijana, sambamba na zaidi ya ajira 1,000 zisizo za moja kwa moja katika sekta ya viwanda, kilimo, ufugaji na biashara. Mtazamaji na msikilizaji, karibu mpaka kwenye viwanda. Serikali imeanzisha mitaa ya viwanda katika mikoa 11 ikilenga kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, madini na misitu. Mikoa hiyo ni pamoja na Manyara, Singida, Mbeya, Iringa, Shinyanga, Ruvuma, Morogoro, Kilimanjaro, Dodoma, Tabora na Kigoma. Mtazamaji na msikilizaji, karibu tuangalie usafiri wa reli. Katika kipindi cha siku 100, serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi imeimarisha usafiri wa reli ya TAZARA. Mkataba wa ufufuaji wa uboreshwaji mkubwa wa reli ya TAZARA ulisainiwa Septemba 29 mwaka jana baina ya serikali ya Tanzania na Zambia kwa kushirikiana na kampuni ya CCE ya China. Vile vile serikali imekamilisha ujenzi wa SGR kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Kipindi cha siku 100, shirika hilo limesafirisha abiria zaidi ya 838,870 ambapo ni sawa na 89% ni abiria wa SGR na 21% ni wa MGR. Upande wa mizigo, tani zaidi ya 85,735 zimesafirishwa katika kipindi husika. Mtazamaji na msikilizaji, karibu tuangazie upande wa miradi ya ujenzi. Pia serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imetekeleza ujenzi wa miradi 81 yenye thamani ya shilingi bilioni 500 ambayo imejumuisha ukarabati wa barabara za lami, pia ujenzi wa madaraja na uwekaji wa taa za barabarani katika siku 100 za mafanikio ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya siku 100. Aidha, wizara hiyo
imepokea shilingi bilioni 511 kutoka vyanzo mbalimbali, ambapo shilingi bilioni 280 zimetoka hazina na sehemu ya fedha hiyo zimetumika kulipa wakandarasi wadogo katika mikoa kupitia ofisi za wakala wa barabara Tanzania, yani TANROADS. Siku 100 za Mama Samia, wizara imenunua na kusambaza vifaa vya kidigitali na saidizi vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.35 kwa walimu na walimu tarajali wenye ulemavu katika halmashauri zaidi ya 184 nchini. Aidha, serikali inaendelea na ukamilishwaji wa ujenzi wa vyuo 64 vya ufundi, yani STADVETA ngazi ya wilaya, ambapo ujenzi wake umefikia wastani wa 67%. Vyuo hivyo vikikamilika vitakuwa na uwezo wa kudahili wanafunzi takribani 33,000 kwa mwaka katika fani mbalimbali za ujuzi, jambo litakaloongeza fursa za ajira na kujiajiri kwa vijana. Msikilizaji na mtazamaji, ndani ya siku 100 za Mama Samia, karibu tuangalie miradi ya maji. Kwa upande wa Wizara ya Maji, katika kipindi cha siku 100, miradi 16 ya maji yenye thamani ya shilingi bilioni 16.28 imekamilika katika mikoa mbalimbali ikiwemo Simiyu, Njombe, Iringa, Kilimanjaro, Dodoma, Geita na hata Tanga. Kukamilika kwa miradi hiyo kumewezesha wananchi zaidi ya 118,400 kupata huduma ya maji safi na salama, na hivyo kupunguza umbali wa kutafuta maji na kuboresha maisha yao ya kila siku. Mtazamaji na msikilizaji, yako mengi yaliyofanywa ndani ya siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan, na mimi nikukumbushe kuendelea kupata taarifa hizo. Usisahau kulike, kucomment na kushare, bila kusahau kubwa kuendelea kusubscribe. Mimi naitwa Clarence Aldo, Facebook pamoja na Instagram. Asante.